Hello guys, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ni Space Decorations. Kama ni mara yako ya kwanza katika channel yetu, usisahau kusubscribe, kushare, kucomment. Kama video yetu pia umeipenda au unatamani kupata mafunzo zaidi, unaweza ukadondosha comment yako hapo chini, tukaendelea kukuletea video mbalimbali kulingana na matakwa yenu. Okay, leo katika video yangu nataka kuwaeleza ni jinsi gani au ni namna gani unaweza ukamtambua mtu ambaye anakudanganya. Na mtu huyo sio kwamba anakudanganya mkiwa mbali, hapana. Unaweza ukamtambua mtu huyo kama anakudanganya wakati mnafanya mazungumzo ya ana kwa ana au mazungumzo ya moja kwa moja mkiwa jirani. Okay. Kitu cha kwanza, ukitaka kumtambua mtu huyo anakudanganya, anakuwa na maneno mengi sana, na maneno yake yanakuwa hayana connection, hayana mfuatano mzuri, na wala maneno yake hayajengi hoja ya kusema ni itakuletea mashiko, hapana. Anakuwa na maneno mengi sana, mengi. Anaweza akakueleza jambo moja, lakini kabla hajalimaliza kaeleza jambo lingine, kabla hajamaliza kaeleza jambo lingine. Unatakiwa kumjua mtu huyo anakudanganya. Okay? Lakini vile vile mtu anayekudanganya mara nyingi huwa atulizi macho yake sehemu moja. Hawezi kukutazama usoni, lakini vile vile hawezi akatuliza macho yake au akawa mtu ambaye ametulia. Mara nyingi kichwa chake kinakuwa juu, anaweza akatazama hapa au akawa anaeleza huko ameinama, akawa anaeleza macho yake akiwa anaangalia sehemu nyingine. Unaona kabisa mtu huyu hayuko serious. Okay, mtu ambaye hakutazami machoni mara nyingi vitu vyake kitu chake anachokueleza kinakuwa hakina ukweli wa moja kwa moja. Lakini vile vile mtu huyo ukimuuliza swali la papo kwa papo au ukimuuliza swali ambalo hakulitegemea, hubabaika sana. Mara nyingi mtu ambaye anakudanganya ukimuuliza swali la papo kwa papo au swali ambalo hakutegemea kama ungemuuliza, huwa anababaika sana kukupa majibu. Okay, kwa sababu mara nyingi mtu muongo anakuwa tayari ameshajiandaa, ameshapanga uongo wake. Ukimpa swali ambalo hakulitegemea au hakufikiria kama ungemuuliza kwa wakati huo, huwa anababaika sana kukupa majibu. Ukishaona mtu wa namna hiyo, unatakiwa unote kwamba kuna mambo mawili, anaweza akawa anakudanganya au la. Lakini mara nyingi mtu ambaye anababaika sana huwa anakudanganya. Okay. Na kitu kingine, mtu muongo mara nyingi, wewe ukiwa jasiri, yeye anapunguza kujiamini. Sijui ni kwa nini, lakini mara nyingi iko hivyo. Ukiwa jasiri zaidi kwa mtu ambaye anakudanganya, yeye huwa anapunguza kujiamini. Unakuta unaongea na mtu unaona mtu mbona kama muoga au mbona anashindwa kujieleza vizuri. Ujue kabisa huyu mtu kama alikuita au kama alihitaji kuongea na wewe akupe maelekezo fulani, either ni maelekezo ya kazi au ni maelekezo ya nini au anakutongoza, lakini ukiona tu huyo mtu hajiamini, ujue anakudanganya. Okay? Mambo ni mengi, lakini sio lazima mtu akishindwa kujiamini ujue anakudanganya, lakini mara nyingi huwa ni hivyo. Okay? Lakini cha mwisho na kikubwa zaidi ni kwamba mtu ambaye anakudanganya huwa hapendi maswali mengi. Na ukimuuliza maswali mengi ambayo yanaweza akawa ndani ya mada au yakawa nje ya mada, huwa hapendi maswali mengi. Na ukimuuliza maswali mengi anashindwa kabisa kukujibu. Au anaweza akawa mkali, akahisi kama wewe ni msumbufu, anaweza akakujibu vyovyote tu vile ili mradi akukate steam uache kumuuliza maswali. Lakini mtu muongo mara nyingi huwa hapendi maswali, kwa sababu ukimuuliza maswali anahisi unataka kumchimba zaidi. Hizo ni baadhi ya dalili za mtu ukitaka kujua kama yeye ni muongo. Sio lazima dalili hizo zikawa za mtu muongo moja kwa moja, hapana. Kuna wengine wana kigugumizi, kuna wengine ni waoga, lakini mara nyingi mtu ambaye ni muongo huwa na dalili kama hizo hapo. Kama una dalili zingine, dondosha kwenye comment tuendelee kujifunza, kwa sababu watu wengi siku hizi wanadanganywa pasipo kujua kuwa wanadanganywa. Okay, na hapa nimefika tamati ya kipindi chetu. Kwa vipindi vingine vizuri, video zingine nzuri zijazo, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment video zetu. Kwa heri.